Mkuu wa wilaya ya Kyela Josephine Manase amelalamikiwa na wananchi akituhumiwa kushindwa kufika na kutatua kero za wananchi kijiji cha Katela, kata ya Makwale, ikiwemo migogoro ya ardhi. Malalamiko hayo yametolewa kwenye mkutano wa hadhara ya taarifa na mapato ya matumizi uliofanyika tarehe 9 mwezi wa 4 2025, kwa madai ya kwamba yeye na watendaji wake wa ulinzi na usalama wilayani humo wamekuwa wakipokea rushwa na kuwanyanyasa wananchi. Kauli za wananchi hao ni kama ifuatavyo. Rais Samia ameunda chombo cha kuwasaidia wananchi yani kuwafikia mahali ambapo wananchi sana wale ambao hawana uwezo wa kuwatayarisha wale mawakili au namna ya kuendesha kesi kwa ujumla. Mwezi uliopita na pia kwa watatu kulikuwa na ratiba ya kutembelewa kijiji chetu wale wanasheria, ile kliniki ya wanasheria, lakini kijiji chetu kinajulikana kwamba kuna migogoro ya ardhi, si kanisa la Lutheran wala si Baptisti hapa. Lakini matokeo yake, badala ya kuweka mkutano huo kwenye kijiji chetu mahali husika ambapo pana matatizo, wakawa wanaweka sehemu ambapo wana matatizo sawa, lakini sasa hapa ilikuwa rasmi. Kweli hapa hatupendi. Aliyefanya haya mambo ni diwani jamani. Tugonganisha hapa. Hapa kutaka kabisa tufike ambapo tunapogombana. Ndiye akapanga wapi Mpengele. Watu wengine wakaanza kibiria Mpengele. Kumbe wale wa kliniki wale wakasema hapana. Tugawane. Umesema sehemu nyingine wapi? Makwale. Baada kusema kama nendeni Katela. Hapa diwani hatupendi. Ukiangalia mfumo wetu wa serikali na uongozi jinsi na kutawala, madaraka na maagizo yanatoka juu yanakuja chini. Hayawezi katoka chini kwenda juu. Kwa maana hata hiyo ratiba ilitoka juu ikaja chini. Sisi kupokea maagizo kutoka juu. Hatupanga sisi kama kijiji kwamba ndio tupeleke kule, ama sisi tulipewa nafasi ya kupendekeza, tupewa hata nafasi ya kupendekeza. Ile kliniki aliyoituma huku ama rais alihujumiwa. Kwa nini nasema hivyo? Jana yake kwamba kesho ndio hiyo kliniki itafika hapa, hatukupata taarifa ya uwepo wa hiyo kliniki, lakini tulikuwa na tetesi kwamba kliniki inakuja hapa kwa ajili ya kutatua migogoro ya ardhi na masuala mengine yanayohusu mirasi na vitu vingine. Mpaka tunaanza kuulizia kwenye kijiji jirani, mababu wanatuambia sisi tuna taarifa. Muda mrefu tuliandikiwa barua ili tuwataarifu wananchi. Sasa pale ile ni kata ya Matemba, ni kata ya Mababu, hii ni kata ya Matemba. Na kama hilo tangazo ama hivyo vikao vya ujio wa hiyo kliniki vilitolewa siku moja, kwa nini Mababu wapate barua alafu Makwale, kata ya Makwale na kijiji cha Katela tusipate barua na taarifa? Yaani ni kuona kwamba kuna kitu kinachotembea, kwamba yamkini huu mgogoro huu tuamini. Mimi nasema ninaamini kuna fedha na mkono wa mtu ili mgogoro usiishe. Sisi ni wana Katela, hatujatoka mbali, tumezaliwa hapa. Kwa nini tunyang'anywe haki yetu? Yaani mtu wa mbali atoke aseme hii ni haki yetu, haitawezekana. Yaani haitawezekana. Kama ni kufungwa basi kijiji kizima kifungwe. Kama wazazi wetu wako hapa, babu zetu wako hapa, nyanya zetu wako hapa, vitukuu wako hapa. Leo hii Mwasinyanga anasema hii mimi ni ardhi yangu. Hivi hujui kwamba hii ni ardhi yangu? Hivi kweli ni ardhi ya Mwasinyanga? Kama ana uwezo wa kuibeba hii ardhi, basi aibeba itoe Katela. Lakini kama hana maamuzi ya kuibeba, basi ni wana Katela. Kama kanisa la Baptisti liliomba kwa chifu, ninyi ni mashahidi. Ninyi ni mashahidi. Kama leo tunasema Mwasinyanga ni tapeli na ni tapeli, na lakini lazima rais ajue kwamba ile tume yake ilihujumiwa. Niseme hivi, kwa kijiji hiki cha Katela wengi wanapotea kusema Makwale,
lakini ile tume ilikuwa ikae hapa, ikapelekwa Makwale kule chini kwenye kijiji kingine. Ukijiuliza hivi, kwa nini kwenye huu mgogoro mzito ambao uko hapa mpaka rais anaufahamu, kliniki haijafika na mkuu wa wilaya amenyamaza ofisini, anaogopa kuja hapa? Kuna nini? Kama sisi ni wa Malawi tujue, kama sisi sio wa Tanzania tujue, kwa sababu haiwezekani ardhi tunaporwa. Rais anatumia fedha nyingi kuunda hiyo tume ili kutatua migogoro ya ardhi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amekaa tu ofisini, mkuu wa mkoa amekaa tu ofisini. Sasa hii taarifa imfikie rais kwamba sisi wananchi wa kijiji cha Katera tumehujumiwa, tunaporwa ardhi. Pamoja na tume yake kuituma, bado ardhi yetu tumenyang'anywa, tumeporwa. Maana yake hawa wasaidizi wake wamelala, hawajamsaidia rais. Kwa niombe mheshimiwa mtendaji kwamba ni haki yetu kuidai, na tusiposema tutaonekana wanafiki. Ni haki yetu, na ni bora kijiji kizima kikafungwa kwa ajili ya haki. Ardhi haiongezeki, sijaona mahali ardhi ikaongezeka. Kwa ardhi ile tuliopewa iko vile vile, lakini tunanyang'anywa, hatutakubali. Kwa mimi niombe kwamba kama hili leo liko pale, kesho halitakuwa pale, halitakuwa Batisti. Kesho atatokea mtu atasema ondoka hapo, na hiyo nyumba sio ya kwako. Yaani inaanza hivyo kidogo kidogo. Kwa mimi niombe, kama ni swala la kuamua kwamba kijiji kiamue, kijiji ndicho kilichotoa ardhi. Kama chifu ndiye aliyetoa ardhi, ni kijiji. Nilipokuja tume ile ya rais, nilihudhuria Makwale, mpaka nilimtafuta wakili ambaye alitumwa ile, nilienda kukaa naye. Tulikaa watu 5 wanawake kuulizia ili swala. Akauliza yule wakili akasema, je, kuna zuio lolote pale? Nikasema hakuna zuio lolote lililowekwa. Hakuna oda yoyote? Nikasema hakuna oda yoyote. Akasema mpaka leo hii ile kanisa limefungwa, halina sheria ya kufungwa, kwa sababu waliwapa siku 14. Nikasema hawakutupata siku moja. Ndani ya dakika moja walikuja kuchukua vyombo vya watoto wanaoishi katika kituo cha watoto yatima ambao tuliwaweka wakae kule, wakaja kufunga kanisa. Akasema huo ni uonevu, ila nyie ni wastaarabu, watu wa Katera. Hata leo mnaweza kwenda kufungua kanisa, kwa sababu hamkupewa oda ya siku 14, hakumfanya kitu chochote. Tulikuwa watu 4 na mke wa mchungaji Mwamafupa tulienda. Kwa hiyo huo mgogoro tuseme tu, kwa sababu Wakatera mmesema tutulie, tumeamua kutulia kama wazazi wetu mlivyotuagiza tufanye nini, tutulie. Lakini uwezo wa kufungua lile kanisa, hata sisi wenyewe washiriki hapa tuna uwezo, kwa sababu tumeambiwa halijafungwa bila sheria. Ni fedha zilitumika, mkuu wa wilaya Akira, diwani Akira, viongozi wakihusika. Na yule aliongea alisema hizi ni fedha, hakuna haki iliyotumika Baptisti Makwale kufunga kanisa. Swala hili mtendaji aliingia akilini, na hivi ndio vitu ambavyo hata kama kulikuwa na mwandishi wa habari tunavirusha tena au rais anasikia, kwa sababu haiwezekani kabisa. Kwenye kata hii kuna vijiji 7. Kuna kijiji cha Makwale, kuna kijiji cha Ibale, kuna kijiji cha Katera, kuna kijiji cha Ngereka. Sawa? Kuna kijiji cha wapi cha Mahenge. Vijiji vingapi? 5. Kule kuna kijiji cha Mpegea na Mpunguti. Kwamba hivyo vituo wametuma watu wanakaa upande mmoja tu. Never, haiwezi, haingia akilini kwa mtu mwenye ufahamu. Maana kuna mkono wa mtu na kuna sababu za watu za kwao binafsi. Kwa sababu ilitakiwa mmoja angekuwa kule, mwingine angekuwa kusini, mwingine kaskazini. Hii hao walio kaskazini wakusanyike huko, walio huko wakusanyike huko. Serikali gani inaweza kama kwanza kutesa watu kusema mamlaka mwende mkakae sehemu fulani? Kwa sababu zipi? Hakuna sababu yote ya msingi. Hapo tu kuna mkono wa mtu. Hata rais akisikia jambo kama hilo anajua tu kuna sababu. Ni kitu ambacho haiwezekani kabisa kiingie kwenye akili. Kwa hivyo unaweza kaanza kuwatesa watu 200 wawafuate watu 3. Kwa nini? Kwamba hawa watu wengine ni wa Malawi au wengine ndio wa Tanzania. Hiki haingia akilini. Hapa kuna sababu tu, kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo sivyo. Mwenyekiti lazima tutetee wanainchi wa kwetu kwamba kama ni hicho, hata leo kwa mtu sidhani kama rais mwenye akili au hata mkuu au
kitu chochote, hata waziri angesikia tu kitu maneno ungerusha kwenye mtandao kilifanyika namna hii, kana kwamba hata rais anaweza akafika hapa akasema kweli tuliamua kutoka juu kwamba mfanyie upande mmoja. Mtendaji, hilo halipo. Huo ni udanganyifu na kuna sababu za watu kwa maslahi yao binafsi, lakini si kwa maslahi ya watu kabisa. Media si kusema kwenye mambo ya watu. Aheri tu lazima tu wajeshi kwenye mambo ya watu. Haiwezekani. Kwa sababu hata sisi wenyewe ni serikali, kama vile rais wa kijiji ni mwenyekiti wa kijiji, ni kiongozi kama alivyoapishwa mkuu wa mkoa, alipoapishwa namna gani. Ni serikali zina ngazi zake. Kwa sababu hata Samia hawezi kuwa mwenyekiti wa kijiji. Haiwezekani. Mimi nasema hata kama chifu wetu anaendelea kufuatia mambo huko, lakini bado na sisi tunaendelea kuwa na matamko mengine kuendelea kuzungumza ili wajue kwamba kitu kimebadilika. Kama kikai hivi tusikia tu mtu anaenda huko kama kuna sababu za msingi za piga chenga, kama leo hiyo waliotumwa watu rais wanakwenda kukaa upande mmoja, wanajaribu kumdanganya rais kule juu kwamba tukienda tukafanya hiki na hiki na hiki na hiki kwa sababu za kwao. Kwa rais anaweza kupokea uongo ambao sio. Lazima hata hii tuizungumzie. Kwa nini watu watumwa na rais hawapakakaa upande mmoja, upande mwingine wasipeleke? Sababu zipi? Aliyewatuma naweza kutupa sababu kwa nini wapeleka kule. Kwa hili sio. Na mimi ninachokiomba kwenye kijiji hiki, tukiamua hili jambo kuliweza, tuna uwezo nao. Tukiwa na jambo hili moja, lakini tukiwa tunagawanyika hivi itakuwa ndipo shida. Tukiwa na maamuzi ya aina moja na nia moja kwa pamoja, kama kuna kitu kingine kinakuwa upande mwenye kitu kikiunganisha kwa sehemu moja, tuweke kitu kimoja, tunaweza kabisa. Kwa sababu mimi niwaambie tu kabisa, wanaosumbua watu wa Kyela ni watu wanaotoka Buseko wanaenda kusumbua watu wa Kyela, wanaona akili zao ndogo. Sababu hata wanaosumbua hapa sio watu wa kutoka hapa Kyela, ni watu wa kutoka Busokelo. Mimi ni mtu wa Busokelo. Wa Busokelo kikaa watu 3 4 wanaweza kusimamia jambo mpaka likatekelezeka. Lakini sababu shida ya watu wa Kyela kushikamana pamoja hivi, wanakuwa yani sijui vipi, wananunuliwa kwa vitu vya ajabu. Mtu wa Busokelo anakuja kutegemea rasilimali za huko, alafu wewe unamkubali na ununua na mungu. Huyu ujinga. Ni ujinga sana watu wa Kyela. Mimi ni mtu wa Busokelo, najijua jinsi tulivyo. Yaani sisi tunanunuliwa, yaani mundi kwiza ikokola na kama kujijogwe, alafu unakuwa mtumwa wa mtu kwenye mali yako wewe mwenyewe. Huu ni ujinga wa hali ya juu sana. Lazima tujitetee. Hili ni eneo la kwetu. Lazima tubadilike tu. Hata kama chifu wetu anaendelea kupambana, lazima tupambane kwa upya tena. Tuzungumze kama tuko watu. Kama ilishasema wale wameshinda kesi, tunachokifahamu kwenye ofisi yako kuna hukumu ziko mbili. Kuna hukumu ya baraza la ardhi, lakini pia kuna hukumu ya mahakama kuu kanda ya Mwanza. Na kama unasimamia hizo, basi sisi ndio washindi, kwa sababu hukumu ya mahakama kuu kanda ya Mwanza inasema jumuiya kuu ndio washindi, na hukumu ya baraza la ardhi ambao walishitakiwa Elia na wenzake 11 walishitakiwa kwa majina yao, na kanisa la Makwale liko pale linasubiri haki yake. Lakini leo hii linaenda kufungiwa kwa hukumu ya watu 8 ambao walisimamishwa, waliwekwa pembeni, wasio washiriki, wakaondolewa kanisani, na hao ambao wanajiita kanisa la Tanzania wakaingia kwenye imani nyingine ambao wao waliasi kuondoka kwenye dhehebu la Jumuiya Kuu ya Baptisti kuliwatosha kujitenga na Jumuiya Kuu ya Baptisti Tanzania, kwa sababu kanisa la Baptisti Tanzania linatakiwa litengeneze usajili wa kwake. Na kwa nini waje tena leo kukumbuka ardhi ambayo wao waliiacha, wakaiachia Jumuiya Kuu ambayo waliiasi? Daima na hukumu ishaamua, wale wamejitenga wenyewe, na ikiwezekana basi kwa nini wasiendeleze usajili wa kwao wakatuachia vile ambavyo sisi tunavyo kama Jumuiya Kuu, dhehebu ambalo wao waliliacha. Na isitoshe, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ofisi yako ya mtendaji, kipindi wanakuja kufunga kanisa, waliwapa nyaraka yoyote? Maana sisi kama wahusika wa kanisa la Baptisti Makwale hatukuona nyaraka yoyote ya stop order, hatukuona nyaraka yoyote ya order kwamba siku fulani, kwa sababu kama ni ya mahakama, basi kuna mtu ameshtakiwa mahakamani. Yule aliyeshtakiwa mahakamani anatakiwa apewe hivyo vitu kuashiria kuna jambo linaendelea. Lakini sisi hakuna mahakama, kanisa la Makwale limeshtakiwa. Zaidi ya watu wale 12 ambao walishtakiwa kwa majina yao hawakusimama kwa niaba ya kanisa, na ndio maana walipokuja kufunga hawakuja na hati yoyote kuja kwetu kama kanisa, kwa sababu hatuna kesi yoyote.
Je, watafunga kanisa la watu 300 kwa sababu ya watu 11 12 ambao waliwachukua kwanza kuwaondoa kwenye kanisa, wakaondoka wafuta ushiriki, alafu wanakuja kufunga kanisa ambalo lina watu 300? Ni huduma ambayo ipo tangu zamani. Kwa maana hilo swali liliulizwa hata mkutano wa kwanza, mpaka tukaunda tume ya kwenda kwa mkuu wa wilaya kwa sababu ya swali kama hilo, kwamba wananchi wakawa wanalalamika. Nakumbuka kuna mjumbe mmoja nani anaondoka Mtapa aliuliza, walipokuja kufunga makanisa, mwenyekiti alikuwa na taarifa? Hapana. Aliulizwa naye mtendaji wa kata kwamba alikuwa na taarifa, naye akasema hapana. Kuna oda yoyote, na anayefuatilia kwa sasa hivi ni chifu. Nyinyi kama viongozi wahusika ambao mlibidi mpate taarifa ya wananchi wenu wanaovamiwa kwenye kijiji chenu, mmechukua hatua gani kama viongozi wa kijiji waliwapa ridhaa ya kusimamia? Na mpaka sasa tunapozungumza wale wanaendelea kuvuna. Katela sio shamba la bibi, kila mtu aje kuvuna aondoke, avune aondoke. Leo hii wanavuna miti, wanavuna kokoa, na hizo kokoa ndio kodi magari wanaanza mahakamani kutesa na kesi kunapohoka mahakama. Naomba muangalie viongozi wa kijiji hawa wana kijiji wa Katela walipo ridhaa ya kusimama hapo. Sogea kwenye eneo la kijiji kufika mkuu wa wilaya. Ndio tatizo ambalo linatusumbua. Kwa nini alituahidi kwamba nitakuja huko nikakutana na wananchi wa kijiji cha Katela, lakini mpaka muda huu hajaja. Kwa sababu tulikwenda hata kumkumbusha safari ya pili, akasema tutakuja, lakini muda unazidi kwenda. Tatizo ni mkuu wa wilaya kutokutujibu na kuja hapa kukutana na sisi. Muda unapita, tunanung'unika kimya. Akasema nyewe wazee, siku ambayo nitakao kuja hapa tusiwe mkaenda safari. Jamani, wana Katela mpaka leo hii hatujajibiwa. Ndio Kwa kweli hili swala nilipoenda kwa mkuu wa wilaya mlivyotutuma, yaani 1% kubwa ya maisha yake kwenye kesi ya hapa aliwapa lile kanisa lingine kama ndio washindi. Sisi tulifika pale kusimuliwa tu kwamba wao wameshinda kesi. Nilikuwa jambo la kwanza. Na katiba zao ni hizi. Hii katiba ya kwanza wakaibomoa wakaileta hii ndio iliyokubalika na wote. Kwa hao ndio washindi. Na nashangaa mgogoro unazidi kufanya nini? Kuendelea pale. Na mimi nimewaita nyie ili nipate ukweli wenu. Ndipo sisi tukafunguka na ndugu zangu kama walivyosema pale. Hivyo vita vya kanisa na hukumu unayosema imetolewa kwako mkuu wa wilaya ni ya kanisa kwenye katiba zao. Lakini sisi mgomvi wa pale ni ardhi ambaye chief alilipa kanisa la Batisti Makwale. Hiyo Batisti Tanzania nikisako kumitu kusudi. Kwa hiyo sasa cha kikubwa hapa mkuu wa wilaya, sisi hatujaja kunyumbulisha ushindani kati ya kanisa unaelijua wewe na kanisa letu la Batisti Makwale. Sisi tumekuja tu kutaarifu kwamba kwa ile eneo wameingia nyuki wengine au mchwa kutaka kulichukua kinguvu. Tumekuja kulichukua kwenye nalo. Hapo sasa ndio panapomtesa kuja huku kama ni rushwa pokea kabisa kwamba wale wameshinda. Sasa nakuja kutuambia nini hapa wakati sisi tumekataa hilo la hukumu yao. Isipokuwa alisema tu basi nitakuja uwepo kwa kuwa imekuwa ni sheria, basi hawezi mkuu wa wilaya mwenyewe kama wenyewe kuja kutoa nini? Kuja kutoa tamko hapa. Hiyo ndio linamshinda kwamba atakuja kutamka nini? Huko ni madai mengine, kule walio nayo wao ni madai mengine. Ndio kinachomshinda kuja. Ndio maana anajikusanya mkuu wa mkoa, ana taarifa na hili. Pia mkuu wa mkoa huyo ana timu zake kwa swala hili na eneo halisi ambayo Batisti Makwale ilipewa ni hapo kwenye hospitali. Kutokana na tuhuma hizo nzito juu ya mkuu wa wilaya, vyombo vya habari havikukaa kimya, viliamua kumpigia simu mkuu wa wilaya naye alijibu. Unaonaje ukija ofisini tuongee vizuri?